Nafahamu sana kwamba yuko ambaye ndio kwanza anaanza biashara yake, lakini pia yupo yule ambaye biashara yake inaendelea. Sasa nilichotaka kusema, biashara ina mambo matatu ambayo ni muhimu sana. Kwa mfano kwa yule ambaye anaanza biashara, inataka uwe na wazo. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, biashara inataka uwe na mtaji, lakini jambo la tatu, biashara inataka usimamizi. Mambo matatu ya msingi yanaweza kufanya biashara ikawa hai au ikaishi. Hayo ndio mambo matatu ambayo biashara inataka. Sasa la kwanza, la pili ni rahisi sana kuyapata, kwa sababu hata kwenye mtaji inawezekana ni fedha ama isiwe fedha, ikawa vitu ama mali, rasilimali nyingine ukazitumia kuanzisha biashara. Lakini kinachosumbua sana hapa ni swala la usimamizi, management tunasema. Tunaposema management ama usimamizi wa biashara, tunazungumzia rasilimali fedha, namna ambavyo unazisimamia fedha, kuzalisha zaidi, kutunza, kusimamia matumizi ili aweze kuendeleza biashara na biashara ikawa endelevu. Lakini pia tunazungumza masuala ya rasilimali watu, wafanyakazi. Unawafundisha aje kuendana na maono yako, kuendana na kasi unayoitaka, kusimamia biashara yako, wasiharibu biashara yako. Wameanzisha kwa tabu, lakini pia wakati mwingine wafanyakazi ndio wanaoua biashara. Sio wote, wengi ndio wanaotufanya tunakuwa matajiri, tunafanikiwa, lakini wapo ambao pia wanaua biashara. Wanafokea wateja, wewe hujui. Wanaiba fedha, wewe hujui. Wanafanya biashara business as usual, yani bora liende, alimradi wamepata mshahara. Kwa hiyo inahitaji usimamizi. Lakini masuala ya masoko, bidhaa inakwendaje sokoni, unatangazaje bidhaa, jina la kampuni unalikuzaje, ama ni biashara binafsi inakwendaje duniani, watu wanafahamuje biashara yako, watu wanaendeleaje kuipenda zaidi bidhaa yako tofauti na wengine. Iko mikakati mingi ya kufanya biashara iwe hai, iwe endelevu. Hii yote inatoka kwenye kile kipengele cha usimamizi au management. Sasa wengi hata namna tunavyoajiri wafanyakazi au watu wa kutusaidia, ikiwa ni mchanganyiko. Kuna wale ambao tunasema skilled labor, ama wale wenye ujuzi lakini non skilled labor, wale ambao hawana ujuzi ama taaluma fulani. Kwa sababu tunafahamu katika kazi, kuna kazi zingine zinahitaji tu kutumia nguvu, lakini kuna kazi ambazo zinahitaji ujuzi. Kwa mfano, mtu ni mhasibu wa kusomea, ni taaluma ya kusomea. Unahitaji mwanasheria wa kampuni, maana ni ujuzi au ni taaluma ambayo inahitaji kusomewa. Kwa hiyo kwenye hili eneo ndilo lenye changamoto kubwa sana, na hili ni moja kati ya eneo ambalo ninafundisha sana, pia kufundisha wafanyakazi. Tunafanya kama ni kwenye kampuni ama ni biashara binafsi, kuna mambo ya kutazama kitaalamu tunaangalia, lakini baada ya hapo tunawafundisha wafanyakazi wako. Hata kama ni wa mgahawa wako wawili watatu, tunaweza kuwafundisha ili waweze kujua maono yako ni nini, waweze kujua nini unataka. Inawezekana usio na taaluma hiyo ya kuwafundisha, wewe una uwezo mzuri wa kuanzisha biashara, lakini huwezi kuwa na kila kitu. Wapo watu wengine wana utaalamu wa vitu kadha wa kadha ambavyo utavihitaji na vinahitajika kwa ajili ya kuifanya kampuni yako ikue. Kwa hiyo unaweza ukatupigia simu pia na tukaja tukakushauri, tukaja tukakufundishia kama ni wafanyakazi wako, ama tukafundisha kama ni kampuni yote kwa ujumla, ikiwa ni wale wenye utaalamu au wasio na utaalamu unaotakiwa pale. Wengine ni nguvu, wengine ni ujuzi, kwa maana ya taaluma za kusomea. Kwa vyote vinawezekana na ikafanya biashara yako ikakua. Narudia, katika mambo matatu ambayo unahitaji ili biashara iishi, lile lililo gumu na la msingi sana ni usimamizi wa biashara.